Bana, mambo vipi? Kama kawa, karibu sana, ni wakati mwingine tena. Hapa hivi ni 7 Media. Bana, leo nipo na hii story inayomhusu Ronaldo pamoja na baba yake. Najua umekuwa ukifahamu mengi sana kuhusiana na star huyu wa soka mkubwa duniani, lakini kuna hiki ambacho huenda kilikupita kinachohusiana na baba yake. Sasa kuna hii video wakati Ronaldo alipokuwa akifanya interview na mwanahabari mkubwa wa Uingereza anaitwa Piers Morgan. Alionyeshwa video ambayo ikimonyesha baba yake back in the days, ilikuwa ni mwaka 2005, alipokuwa akizungumza kuhusiana na mtoto wake huyo Ronaldo. Wakati huo Ronaldo alipokuwa kwenye mashindano huko Lisbon na baba yake kubakia kijijini. Sasa unataka kujua ilikuwaje bana? Acha nikupitishe kuhusiana na hiki. Wakati fulani Ronaldo alipokuwa akifanywa interview na mwanahabari huyo wa Uingereza, alionyeshwa video hii ambayo ikimonyesha baba yake alipokuwa amebakia kijijini na Ronaldo alipokuwa kule katika mji wa Lisbon, Portugal, Ureno. Sasa kuna huyu mwanahabari alienda kumhoji baba yake na Ronaldo kwamba imekuwaje mwanao yuko kule na hujaenda hata kumsupport, umebakia nyumbani. Ndipo baba yake alijibu kuwa wanafamilia, marafiki na watu wengi wananifikiria kuwa mimi ni mtu wa ajabu, lakini najivunia kumuona kijana wangu kwenye hali hii ya sasa ambayo ameifikia. Naweza kwenda Lisbon kuangalia finali, lakini hali yangu haipo sawa, inanipa wasiwasi sana, siwezi kufanikisha hili, itakuwa bora kwangu kutazama kwenye TV. Wakati Ronaldo akitazama video hiyo, alianza kumwaga machozi. Aliyekuwa akimuuliza maswali mzee wake alimuuliza swali lingine kwamba mfano kama sasa hivi mtoto wako yuko kule na wewe ndiye mzazi wa kiume, inakuwaje? Ni nani ambaye atakuwa kimlinda huko? Baba yake alijibu kuwa mama yake ni lazima atamtazama vizuri, ni kama mlinzi wake, anapata uangalizi utazani wa hoteli ya nyota 5. Alitania hivyo baba yake. Alipomaliza kuitazama video ile, Ronaldo wakati huo alishindwa kujizuia kabisa, alimwaga machozi. I never saw the video. T'as pas perdu. I never saw that video. Unbelievable. Na baadaye akasema, huwezi amini, lakini sikuwahi kuiona video hii. Ronaldo alisema, kiukweli simfahamu vizuri baba yangu, lakini 100% alikuwa ni mlevi sana. Sikuwahi kuwa na mazungumzo naye ambayo ni ya kawaida kama mtu na baba yake. Morgan alimuuliza, aliwahi kukwambia alikuwa akijivunia wewe? Ronaldo akajibu, ndiyo, alikuwa akinitreat kama almasi kwenye familia yetu, na alijua nitakuja kuwa mwanasoka, na kwangu mimi inanifanya kuwa na huzuni kwa sababu kila kitu. Ronaldo alishindwa kuendelea na akamwaga machozi kwa mara nyingine tena. Sorry. What's the sadness for you? Morgan akamuuliza, huzuni yako ni nini zaidi? Ronaldo akajibu, kuwa namba 1 na asiseme chochote wala kuona chochote, hata kuwepo wakati napokea tuzo kubwa. Morgan akamwambia, unamaanisha hakuwahi kuona jinsi gani ulivyo mtu mkubwa kwa sasa duniani? Ronaldo akaitikia, never. Ndiyo, hajawahi kuona. Hii ilikuwa ni moment ambayo ilimfanya Ronaldo kujisikia huzuni sana wakati akifanya ile interview, na hata aliwahi kusema hakutegemea kama angemwaga machozi siku hiyo. Alitegemea interview hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuzungumza masuala mengine tu ya kimichezo pamoja na maisha yake ya kawaida. Jina kamili la baba yake na Ronaldo anaitwa Jose Diniz Aveiro. Alikuwa ni msimamizi wa klabu ya pombe kijijini kwao, na ni pombe hiyo hiyo ndiyo iliyosababisha kufeli kwa ini lake. Akiwa na umri wa miaka 52, Septemba mwaka 2005 alipoteza uhai wake. Wakati huo Ronaldo akiwa na umri wa miaka 20, huku akiwa na miaka 2 tu toka alipojiunga na klabu ya Manchester United mwaka 2003. Ronaldo amepitia maisha magumu sana kipindi alipokuwa mdogo. Moja kati ya picha zake maarufu ni ile ambayo ikimonyesha alipokuwa akifanya kazi ya kufagia barabarani katika mitaa ya huko Ureno. Wakati fulani alipokuwa kwenye interview, Ronaldo aliulizwa, baba yako ndio sababu ya wewe kupitia maisha magumu sana ulipokuwa mdogo? Lakini Ronaldo alijibu, hapana, baba yangu ni sababu nitakufa nikiwa tajiri mkubwa sana kwenye dunia hii. Na hili linajionyesha wazi.
Ronaldo amefanikiwa kupata karibia kila kitu kwenye maisha yake, ikiwemo mataji makubwa ya dunia kwenye michezo, isipokuwa kombe la dunia tu, kuvunja rekodi kubwa zote, utajiri mkubwa ambapo mpaka mwaka huu anatajwa kama mwanamichezo anayelipwa pesa nyingi zaidi, huku akiwa na utajiri unaokadiriwa kuwa dola milioni 800 hadi milioni 950 za Kimarekani, ambazo ni sawa na trilioni 2 na bilioni 172 hadi trilioni 2 na bilioni 579 za Kitanzania. Wakati mwingine unaweza kuona muona mtu fulani amefikia katika hatua kubwa sana ya maisha yake, na usijue ni njia gani ambazo alizipitia, ugumu kiasi gani ambao aliupata kufikia sehemu hiyo. Mfano, Ronaldo wakati fulani alimpeleka mtoto wake wa kiume sehemu ambayo yeye alikuwa akikaa, lakini alipofika pale na kumuonyesha kwamba mimi nilikuwa nikiishi hapa, mtoto wake aligoma kabisa kukubali kwamba mzee wake alikuwa akikaa katika sehemu ile. Hii ni kutokana na kile ambacho anakiona kwa sasa kwa baba yake ni tajiri mkubwa, hana kabisa shida ndogo ndogo, na yeye amekulia katika maisha hayo, yani amekuta kila kitu kipo. Hii inafundisha nini kwa watoto ambao wamekuta wazazi wao tayari wameshafanikiwa na wasijue ni kitu gani ambacho walikipitia kipindi cha nyuma? Kwa leo naomba tuishie hapa. Story za Ronaldo ni nyingi sana, hatuwezi kuzimaliza. By the way, mimi naitwa Brands TZ, hii hapa hivi ni 7 Media. Paka wakati mwingine.